Hapa msikubali ili kanisa kuendelea, kwa sababu wale wameharibiwa nyuma hawawezi kuwa wanatoka pali mimi nimetoka. Ni watu wanaishi huku, kwa sababu mtu huenda sana kanisa ambalo liko karibu na nyumbani. Chungeni watoto wenyu, especially wa kiume, tafadhali. Saisi wa kike. Na mchunge tu mnatumwa juu hakuna kazi. Mnadanganywa tili kazi munaitiwa, munaenda mkifika kwa gari, munadragiwa, arafu anawasodomize. Vijana wa hii area msikubali, afadhali uende Mjei, lakini usikubali pesa ya bwerere ama kudanganyiliwa ati na mhubiri. Huyu ni fake prophet. Msikubali. We want justice. We want justice. We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Justice for boy child! 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 Hata tunahongera sana Lady Jacqueline na koti ya TikTokers. Hongera sana, ndio maana tulijifikisha leo. Sisi si waoga, hatuogopi. Huyu lazima aende na kwenye koti akaenda kuweka kanisa, asiwahi kubarishwa. We want justice. Sawa, hapa kuna kanisa zingine ziko Nakuru. We are visiting those churches. The same church, Christ Impact Church. Watu wako Nakuru, kama leo hamkujitokeza bado tutafika mahali pale. Wa Kiambu, kuna kanisa ingine iko Kiambu pia, tutafika mahali pale. Tutatembelea Christ Impact Churches zote mahali ziko, mpaka to make sure huyu pastor ameshikwa na akuja okoke vizuri. We have pastors in our TikTok. We have pastors, we have prophets, we have bishop in our TikTok icon. Akuja repent, aombewe, arudi afanye kazi ya Mungu tena. So for now, tunataka aende prison, aende koti, I explain why is he doing this to our men, to our kids. So sawa, acha tusalimiwe na mtu mwingine hapa atuambie naye ni nani. Songa tu kidogo tuambie ni nani. Kwa majina anaitwa David. Mimi ni mmoja wa judges pale TikTok High Court. Sasa sisi kwanza acha nianze hivi. Viva community, viva! Viva community! Viva community, viva! Viva! Viva community, viva! Viva! Viva community, viva! Viva! Viva TikTok, viva! Viva! Nataka kuambia hivi, huyu pastor ambaye anajipaka mikorogo na yule mwingine mwenye hatujampata mwenye anajipaka mikorogo, hii mchezo hatuwezi kwa sisi tunawazalia vijana nyinyi mkule. Kuna wanawake wengi sana huku nje. Kitu nasemekana ni hivi, huyu pastor alikuwa redeemed Nakuru, akafukuzwa, akakuja akafungua kanisa Kiambu, akafukuzwa. Sasa amekuja amefungua hapa, tunajua vinye sasa amefukuzwa atafungua kwingine. Na sisi tunataka serikali tusaidie, kwa sababu tuko na evidence. Huyu jamani awekwe ndani, wale watu wote wenye melawiti wajitokeze tafadhali. Tutawasupport. Kama ushaiguzwa na huyu pastor nyuma. Na wanaume nataka kuwaomba hivi. Wanaume nataka kuwauliza hivi. Wanaume nataka kuwauliza hivi na vijana. Nataka kuambia vijana wadogo hivi. Tafadhali, mwanaume anafaa kuwa na msichana, sio mwanaume mwenzake. Huwezi wacha mahali kuna utamu uende mahali kuna mafi. Huwezi wacha mahali kuna utamu uende kwa mafi. Sawa? Kwa haya mafupi nataka kuambia, mimi niko na evidence ya watu wenye wamebeba viti, ni watu wa hapa wa hii kanisa. Wameka kwa Land Cruiser ya polisi. Kanisa vitu zimebebwa na watu wa kanisa wakiweka kwa Land Cruiser ikienda. Sasa msiulize community. Nasikia? Vijana hawajabeba kitu, vitu zimebebwa na wanaume wakipeleka kwa Land Rover ya polisi. Ni hivyo tu.
Biblia anasema kupatia maji inasema hapa na poa sana. Kwa nini alitoroka? Yes, gatho mwanya muno mwiro litro huko dokyo kene Taruiro, na kwa sasa nataka nibadilishe lugha kidogo kwa sababu naelezo ya kwamba tuko live mpaka pale TikTok. TikTok High Court of Kenya tuko live na tuko hapa kwa kanisa ya Impact Church Ruiru. Tunataka kuongea na one of the officials wa pale nini High Court na tueleze nini inaendelea siku ya leo. Tusalimie pale, tuambie majina yako na nini inaendelea leo. Okay, thank you so much. Kwa majina naitwa DCIO Jacqueline. I'm one of the officials pale TikTok High Court of Kenya. Siku ya leo imekuwa siku sad sana kwa raia wetu wa Kenya na wana TikTokers because there is a case ambaye Pastor Peter anaitwa Prophet Peter K amekuwa akidhulumu vijana. Inasemekana kwamba yeye ameweka vijana wadogo alafu anawarep. We have enough evidence. Kuna watu wamejitokeza pale TikTok na hii kesi imekuwa ikiripotiwa. Kuna wale watu wameripoti like 2 years ago, kuna wameripoti 1 year ago. Zimeripotiwa mara mingi. Kuna OBs mara mingi sana kutoka Nakuru Central Police Station, kutoka hapa Nairobi Central Police Stations, na hakuna action ambayo serikali imechukua. That is why walichukua hatua kukuja pale TikTok High Court kuripoti kesi yao pale. Tuna deal na kesi ambazo ni tofauti na tunasikiza kila mtu na huwa tuna make sure kila mtu amepata justice pale kwa TikTok High Court. So wakati walileta kesi pale TikTok High Court, mimi kama DCIO wa hiyo TikTok High Court na officials wengine na lawyers wengine tukisaidiwa na Honorable Mike Makarena tulifanya hiyo uchunguzi, evidence ikaletwa mbele ya koti, OBs and everything, medical reports from different doctors and everything zikaletwa pale kama evidence, na ndio tukajua kweli ni kwamba
huyo Pastor Peter K na wenzake wanafanya hiyo kitendo kwa vijana. Yeye ni gay, anakuita mahali, mnakaa kwa gari, inasemekana ako na van ambaye viti zimeng'olewa huku nje, na akikukaribisha pale mnakunywa soda, amekuwekea drink. Ukibleki ama ukilewa, ukilala, unaamuka kama ako nyuma yako. Kama huyo mmoja alisema aliamuka kama anamfanya huku nyuma, na ni mwanaume. Mwenye alimfanya pia wa kwanza mwenye alikuja anaitwa Pastor Ben, ni pastor. Huyu prophet alimdhulumu pastor. Alimudraga akamwekea dawa, wakati alilala akamuingia huku nyuma. Ni pastor. So wa pili si pastor, alikuwa mtu wa tuktuk Nakuru. Alikuwa anambebanga akitoka ministry zake nini. So huyu mtu akasema wakati mmoja akaniambia twende tu have fun, tukunywe. Wakati walienda kukunywa akawekewa drink dawa, akalala, lakini aliona hiyo gari haina viti nyuma. Akamwambia kama unasikia kulala kuna mattress hapa, ingia hapo ulalelale. So huyo kuingia hivyo akakujisikia, kwenda kuamka akapata ako nyuma yake anamfanya. So ameleta evidence zote, we have all the evidence, na police station tumepeleka hizo evidence na tumecall Mike Makarena, Honorable Mike Makarena alipiga simu Central Police Station Nakuru, akaconfirm hiyo report iko pale, lakini hakuna hatua ilichukuliwa. That is why TikTok High Court of Kenya imeshikana pamoja na our victims ku make sure kwamba hii report inafikia serikali, ili serikali iweze kufanya justice kwa watoto wetu. Yeah, that is why vijana wenye wako hapa umeona wamefanya kenye wamefanya, wamekuja kuseek their justice kwa sababu ya hiyo kitendo. Yeah. Na sasa nyinyi mtu mwingine askari maybe wanasema aje? Askari pia tumewaeleza what is going on na wakasema ni sawa, wataenda kufuatilia pia wao. Au hawajakuja na fujo, we thank God for that. Wamekuja tu wakasikiza what is going on, tumewaelezea, wakanyamaza tu, walisimama tu wakiangalia what is going on. Yeah, cause unajua huwezi control crowd. We are like 3,000 people hapa. Wamekuja kuvamia from nowhere because ya ile hasira wako nayo. Yeah. Pastor mwenyewe mmempata ama? Hatukumpata pastor. Pastor alikuwa ashatoroka, tulipata tu washirika. Yeah. Sawa. So request yako kwa serikali ni gani? Request yangu moja kwa serikali ni hawa watoto wetu wapate justice, because we have enough evidence and we are free and ready to present the evidence kwa court. Tafadhali huyo Prophet Peter na kikundi yake, because wako na kikundi kubwa sana. Kuna mwingine anaitwa Reverend Edward, aliambukiza hadi mmoja ukimwi kwa sababu ya kurep. Yes, juu ya hiyo kurep aliambukiza kijana mmoja anaitwa Terry ukimwi. Na saizi hao watu wanafuatwa, wanapiga masimu wakitrete na watu, so tumewaficha as for now, hawako safe. Tunaomba serikali wa make sure hao watu wako safe. TikTok High Court of Kenya pia make sure watu wako safe. Tumewaficha kutoka jana, wako mafichoni, hawako safe. Kwa sababu wanapata threats, wanapata masimu from everywhere, wakiambiwa ati kujeni tuongee tuwalipe pesa, sijui tutawaua. We have all the recordings, we have all the messages and everything. Yeah, so Kenya, naomba tu serikali ya Kenya kama president anasikiza, viongozi wote tafadhali mtusaidie kukomesha hii, na tafadhali muangalie sana TikTok High Court of Kenya. At least pia sisi mtuweke kwa payroll, tunawasaidia kufanya kazi serikali. So mtuweke kwa payroll ya government, tuweze kuwasaidia kwa hizi uchunguzi, tukishirikiana pamoja tutaweza kupata justice. Thank you so much. TikTok High Court haiwezi ongwa na mtu. Kwa hivyo wale mnatuma messages ati tuwatumie pesa, sijui muachane na hii kesi, hatuwezi ongwa. Sisi ni justice, tuna fight na tutapata justice. Kwa hivyo sisi TikTok High Court of Kenya hatukulangi ongo. Kama unafikiria kuleta ongo kwa TikTok High Court, any of the officials, hatukulangi ongo. We are sorry to tell you that. Ukimalizia kuna mtu anaweza sema pale, maybe naona mlipata kanisa ikiendelea, maybe kuna mtu anaweza uliza, mngegoja maybe kanisa iishe ndio muendelee ama? Tulikuja peaceful, hatukuwa na issue. Hata in fact wale watu walikuja kugonga hatujui wametoka wapi. Kwa sasa mkiangalia kwa recordings, mimi nilikuja nikaingia hadi kwa kanisa. Nikaingia hadi kwa kanisa peacefully na nika stream tu. Kidogo tukasikia watu wanagonga milango. So hatujui wale waligonga, wale walinini hatujui. Sisi tulikuja peaceful, tukaingia kwa kanisa. Hata tulipata wakiimba na tukaimba pamoja. So kidogo tukasikia watu wanagonga huku. So hatujui wenye waligonga ni kina nani, but sisi tulikuja peacefully tukitafuta pastor. Yes. By any chance mmeweza kuongea na wale washirika wale mlipata kwa kanisa? Tuliwaongelesha wakasema pastor wao hayuko,
na pia wao hawajui kenye inaendelea, hawajui. Though kuna wenye walikuwa wanakuwa rude kidogo tukiwaelezea, lakini unajua kama umeamini mtu ni ngumu sana kuamini anaweza fanya kitendo kama hiyo. So tunawaambia tu watakuja court wakati wa hearing ndio wapate hizo evidence, ndio wajue kenye pastor wao wamekuwa wakifanya. Yeah. Sawa. Hapa tuko na Truth Watchdog. Kutoka pale TikTok, tusalimia hapa. Tuko hapa on behalf of TikTok court. Yes. Actually court yetu ni serious sana tukisema tunatenda. Now the reason as to why we are here is because there are people walikuja waka-allege kwamba huyu pastor prophet anaitwa Prophet Peter K. Wewe vijana, acha niongeze sauti ndio muelewe nini na happen hapa. Kitu inafanyika ni hivi, okay? Sisi tunapenda kanisa na sisi ni wamcha Mungu. Hatuwezi choma kanisa. Lakini kanisa ikitumika kama kitanda sana sana ya kutumia vijana nyuma. Acha nitumie lugha safi. Huyu prophet badala ya kuprofesai analawiti vijana. Anapitisha nyuma, vijana wanahara. Kuna hata mmoja alikuja kwa koti, apparently alikuwa anavaa diapers. Imagine, mwanaume uko na mtoto mdogo, unanunua diapers na unanunua yako. Courtesy of Prophet Peter K. Hiyo ni haki? Hiyo ndio mnataka? Yaani mama, mtoto wako hajalawitiwa kwa club, hajalawitiwa huko nje, amelawitiwa kwa kanisa. Tuko na amani kweli? Hata we kama unaenda hii kanisa unafurahia kweli? Ama hii kanisa lazima uvae diaper ndio kuwe member? So hiyo ndio kitu imetukasirisha. Hiyo kitu ndio imetukasirisha. Ndio imetufanya tumefanya nini? Kila mtu ana shughuli yake hapa, si ndio? Wengi wako na makanisa zao. Lakini sasa ikifikani hapo palibanze unafaa uvae diaper ndio kuje kanisa. Alafu pastor amekudungia mkorogo, hapo ni izano. Hapo izano? Ndio maana tuko hapa. Na huyu pastor ubaya wake bala kuja jieleze. Wana kiburi ati wanajua mapolisi, ati wanajua viongozi fulani. Sasa sijui kama viongozi wetu hapa Kenya nyie wote pia mnalawiti vijana wenyu. Kweli. Hii ni kitu inaudhi, ni kitu inauma. Na haya makanisa yanafaa kufungwa yote. Kama kuna branch Nakuru, watu wa Nakuru tafadhali fanyeni vile vile. Watu wa hapa, hii kanisa ikifunguliwa inafaa kwanza hata si kuchoma. Kitu ya kwanza nafanya hivi. Niko na idea mzuri. Na unaona venye Sakaja alifanya? KPLC walishindwa kulipa. Akaenda akaleta gari ya mavi. Mimi naomba watu wa huku mchange kutoa mavi kwa choni 8,000. Tutoe mavi on Saturday, tuangoje Friday waingie kesha. Saturday tumwage mavi. Kwa sababu kitoboa kijana mkundu inamaanisha nini? Inamaanisha hana brakes, si ndio? Sasa tutawekea huko ndani. Uelewe kukosa brakes ni nini. Watu wa TikTok oye! Watu wa TikTok oye! Kocha Lady Jacqueline oye! Kocha Lady Jacqueline oye! We want justice! We want justice! We want justice! Yaani mnakumbuka na hakuna makosa. Hii hata imeharibika. Ni masante. Umechoka. Hawa ni madijai.
Anakula mafi. Kando ya primary anakuambia ndefu sana. Ataona Jopax. Jomuri primary. Fanya hivi. Wewe sema Jopa apartment. Jopa apartment. Wanatuchuka. Tafadhali. We are waiting for Citizen TV. We are waiting Thank you.